Wakati mwingine ametupa nafasi na neema ya kuweza kuwa nyumbani kwake. Shemasi ndio bado kakao, kuna watoto tukama pamoja, tusitawanyike. Amen. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Amen. Nimefurahi kuona asubuhi ya leo mtu wa maana wa Mungu. Amen. Hebu nisikie amina basi. Amen. Amen. Hebu naona Biblia zao nizione nyanyua juu Biblia. Amen. Amen. Umebarikiwa wewe ambao unakuona neno la Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Tulianza somo tutamalizia leo kwa neema ya Mungu, maombi ya mapatano, maombi ya mapatano, maombi ya mapatano. Kuna wakati nilizungumza hapa, nikazungumza maombi ya binafsi ambao ni kuwa na muda wa utulivu ambao imetuzalishia mwaka huu kuanza safari ya kuisoma Biblia. Na nina furaha sana, sio kidogo, kuona kwamba watu wa Mungu wameshika na wanasoma Biblia. Amen. Huwezi kukua kiroho, nisikie vizuri, hauwezi kukua kiroho kama usome Biblia. Naomba tuniseme kwa Mungu zangu, kwa sababu naweza nikisema kwa sisikie, mwambie huwezi kukua kiroho kama usome Biblia. Mwambie, kama mwambie, I want to tell him huwezi kukua kiroho kama usome jamani. Na kuona mama lavu msemi, mwambie mwenzako. Na kuona mwambie mwenzako, kama huwezi kukua kiroho kama usome jamani Biblia. Bwana asifiwe sana. Nisikilize, inakuja wakati mwingine, nimeona hata mimi binafsi, kuna wakati unakuja unazoea Biblia. Si umeshasoma sana kila siku, wewe unazoea sasa kwa nini nisome? Kuna jipya lipi? Mathayo 1:1 tu, Yohana 3:16. Kuna jipya lipi? Lakini neno la Mungu ni jipya kila siku. Na unaposoma unagundua jana ulisoma, lakini leo unaona
kwa kitu kingine, unaona mwanga mpya kila siku. Kwa hiyo naomba tusome Biblia. Amen. Lakini Biblia ukisoma peke yake pasipo maombi hautaielewa. Kwa hiyo Biblia na maombi yanaenda pamoja. Ndio maana ninafundisha maombi au nakumbusha maombi, kwa sababu tuko kwenye maombi kwenye mfungo wa siku 21 na leo ni siku ya 14, tukikesho tunaingia siku ya 15. Mungu awabariki wale ambao wanakuja, na safari pia niwapongeze kanisa. Kwa kweli nimebarikiwa, na nikasema tasomo la Jumapili nileta mwamko. Nimeona watu tumekuja nusu kama ya kanisa, tunakuja kila siku hapa kuomba. Mpigie Bwana makofi. Inatia moyo. Mtu mmoja akasema, John Maxwell, kama wewe ni kiongozi na hauna watu wanakufuata nyuma yako, unafanya matendezi, wewe si kiongozi. Maana yake kama mimi mchungaji nitatangaza maombi ya kufunga na kuomba, watu wasifunge na kuomba, mimi sio kiongozi. Lakini nikitangaza na watu wakafunga na kuomba, maana yake ni kiongozi. Ndio maana nimekuwa makini sana mimi kama mchungaji. Siwezi kutangaza mambo ya kufunga na kuomba mimi nisije. Kuna siku mbili itakuwa nisije. Kuna siku nilikuwa hapa, nikaondoka. Sababu nilikuwa kwenye mkesha na nikasikia usingizi, nikaenda nyumbani kwa saa 8. Nikatoa maagizo kabisa kwa mchungaji, kama ukiona sijaje unajue nimepitiwa na usingizi. Kwa hiyo mambo yanaendelea kama kawaida. Lakini ufika saa 10:30, nikaamka, nikasema kwa nini nisiende? Unajua kutoka nyumbani umeenda hapo urudi tena. Lakini kaja, jambo la baraka sana. Jumamosi ni siku ambayo sipendi sana kuwepo. Lakini ninajitia nguvu kwamba kama hizi siku zote 14 Mungu 21 nisaidie niwepo. Kama kila mmoja angekuwa na mawazo kama ya kwangu, tungefika mbali sana. Amen. Mtu mmoja akasema ukitaka kwenda haraka nenda peke yako. Lakini ukitaka kufika mbali nenda na wenzako. Kwa hiyo lazima kama kanisa, ujumbe huu sana ni kuchochea tu kwamba tuweze kujua umuhimu wa kuomba pamoja. Na kuna watu ambao ndani ya makanisa wakosekani. Wao ni watu wa maneno. Kanisa lina maombi, kanisa limepoa, tangaza maombi, hawaji. Hao watu nao wako ndani ya kanisa. Mwambie hao na wenyewe wako. Hawaji. Sasa kuna maombi kabisa. Sasa tutaombaje kama tukitangaza kwa hiyo ningetamani sana na watu wafanye kwa njia mtandao kwa kweli wanapotangaza maombi. Omba. Na kuna nguvu tutapokuja pamoja. Tutaomba pamoja. Kwa hiyo mimi nimebarikiwa sana kwa kukuona kwenye maombi. Haleluya. Hata wale wanaorukaruka, sasa nimegundua, nimeangalia, anakuja leo, kesho aje. Anakuja leo, bora hata wewe. Ulikuwa anakuaje kabisa. Amen. Na Mungu akubariki. Pia mwinjilisti alipata msiba, akaenda, lakini aliporudi bado akaja kwenye maombi. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki mzee wa kanisa, Mariam Kewe, anatoka Bagamoyo, anawahi kwenye maombi. Mungu akubariki sana. Hiyo ndio commitment ambayo tunahitaji. Haleluya sana. Na nataka kabla sijaendelea, nitamaliza somo langu baada ya mahubiri haya, kwa sababu najua kitu nimegundua kwenye makanisa ya Pentecost au mambo ya kimungu, tunafundishwa sana lakini hatufanyi kazi. Na mtu anaweza kawa na counter book la kwaya 4 kajaza mafundisho hafanyi kazi. Kwa hiyo ni muhimu sana mafundisho yanapokuja yale ya kufanyia kazi, kama ni mafundisho ambayo baada ya hapa inafanyika kazi. Kwa hiyo ningetamani nione baada ya mafundisho haya, nione maombi ya kila mwisho wa mwezi ambao tulikuwa nayo yanahuishwa. Inawabariki sana. Na ninachokisema jamani, kwa hiyo kila mwisho wa mwezi tukutane mahali hapa tuombe kama kanisa, tutakuja kumuomba Mungu. Lakini pia natamani nione mikesha imefufuka. Haleluya. Haleluya. Nasema tena haleluya. Hiyo yote ni kuomba pamoja. Yaani maombi ya mapatano, tunakuja pamoja mkesha kuomba. Na yote mikesha yetu binafsi. Lakini sisi kama kanisa tuje pamoja. Kwa hiyo hayo na wazee wa kanisa, kama unaandika ni moja wapo ya notes. Amen. Kwamba natamani kwamba yafanywe kazi. Haya sio tusubiri tu hapa hapo nimalize. No. Nataka nione
lakini viongozi wote wa idara waombe pamoja. Tuna labda idara ya wanawake, kuna mwenyekiti, kuna katibu na mtunza fedha, wale wanatakiwa wakutane waombe. Nashukuru sana kwa idara ya watoto, wanajitahidi. Idara ya kwaya, najua haitaenda, naomba niseme vizuri, naomba mnisikilize, nazungumza hili kwamba sio mahubiri yangu yaende bure, kwamba kwaya haiwezi kwenda vizuri kama viongozi wake hawakutani wakaomba. Vijana hawezi kwenda vizuri kama viongozi hawakutani wakaomba. Labda wamama. Kwa hiyo nataka kuzungumza hizo idara zote kwamba baada ya hapa viongozi wakutane, na hata ikiwezekana baada ya viongozi kukutana pia watawaita na vijana wao, watawaita na wanakwaya wao, wataomba. Hakuna kinachoenda pasipo maombi. Sisi tunatakika kuomba. Kwa hiyo viongozi wote wa idara wawe na maombi ya pamoja, lakini pia kila mtu ikiwezekana atafute prayer partner, yaani unakuwa na mtu mwingine mnaomba naye. Haleluya! Mungu anakupa wawili, mnakutana mnaomba pamoja, kwa sababu kuna kuomba peke yako na kuomba na mwingine. Lakini pia na la mwisho, nategemea kuona vikundi mbalimbali vikiomba pamoja. Tuna kikundi cha Jumanne, watu wanakutanika mahali hapa. Kuna wale wa Jumatatu, wengine wanaweza wakaamua tu wakaamua wenyewe wakaomba ili kazi ya Mungu iende. Tunasema mwaka huu ni mwaka wa utukufu. Utukufu hautaonekana kama hatuombi. Nguvu za Mungu hazitaonekana kama hatuombi. Kwa hiyo hivi vikundi lazima vizaliwe. Nilikwambia siku moja niko kwenye nyumba ya maombi, nikakuta washirika tu. Naamini na mchungaji wao hajui. Wameenda huko mlimani kwenda kuombea ibada ya Jumapili. Nafikiri ibada ya Jumapili itakuwa kawaida, sio kawaida. Kwa hiyo vikundi kama hivyo vizaliwe. Sio vikundi vya kusengenya watu, hapana. Kwa hiyo ndio maana ya maombi haya au somo hili. Kwa hiyo Mungu akusaidie. Hata kwa njia ya mtandao unaweza kuomba pamoja. Naomba Mungu asaidie kwamba haya ndio yasema, ndio nataka nione, nitajua kwamba tumefanikiwa. Lakini mwisho kabisa ni kwamba tunapotangaza maombi kama haya mwanzo wa mwaka, uwepo. Kama hauwezi kuja, funga huko ulipo. Nje wafanya kazi wameajiriwa, ambao wamejiajiri hawawezi kuja pamoja. Na hii ingewezekana wote tukaje. Lakini hata kwamba basi huko ulipo funga. Mungu anasikia. Chakula kinakuja sana, nimefunga. Tuko kwenye mfungo. Kama wenzetu hao wa mdogo, ikifika ule muda wao kufunga, wanafunga mpaka maduka, wanafunga biashara zote mwezi mzima, wanahakisha wanaomba. Asema haki yetu isipozidi ya Mafarisayo, hatutaona ufalme wa Mungu. Mkristo ambaye aombi ni Mkristo mnyonge sana. Na tunapima, naomba nisikie vizuri, hata kama nisipohubiri nataka kuhubiri. Naomba nisikie. Tunapima, najua kanisa linakuwa kiidadi, lakini kanisa linakuwa kiroho. Sasa hakuna kipimo cha kupima kiroho cha Mkristo akipo, yaani ukachua sasa kuna spiritual meter, unapima sasa kiroho cha Mama Neema sasa hivi kiko hapa. Tunapima kiroho chako utapokuona jinsi ambavyo unashiriki, jinsi ambavyo unaomba. Haleluya sana. Kwa hiyo tunapima kama unaomba nyumbani mwenyewe. Tukija hapa tukiomba dakika 5 betri imeisha, tayari tunajua wewe unashika. Unanipata vizuri jamani? Kuna watu hawawezi, lakini kile unapokuja unaweza anapoomba, betri yako ina charge. Betri yako ina charge. Wamshikia chana msema alipoenda kuona wazako wanapoimba kule. Akasema sasa na wewe usikubali ukapoa tu ndani ya kanisa. Na nisije kusema kiroho kinapimwa kwa ile nguvu ya Mungu ambayo iko ndani yako. Jinsi ambavyo unapoweza kuomba. Naomba niulize swali usinijibu. Maombi yako ni yapi magumu? Ya kuomba ukiwa peke yako au ukiwa na wengine? Jamani usinijibu, nataka niangalie, lakini unajijibu yapi marahisi? Yapi marahisi? Ukiwa peke yako au ukiwa na wengine? Mimi nafikiri yale ya kwako peke yako ni magumu zaidi. Sikongana baya na mimi jamani. Haya mengine
unaweza ukaja hapa, wewe unachokifanya tu unatembea. Unaenda huku unatembea. Ukiona wakuelewi kaa chini. Unakaa hivyo. Mwingine unamwona kabisa huyu Isaya anaomba yuko hivyo. Ungepita pale tayari huyo jamaa alishalala saa nyingi sana. Yaani alishalala. Ndio kuna koroma, anakoroma. Unafikia anaomba, lakini nataka nikwambie wewe ni afadhali kuliko yule ambaye hajaja. Kila siku utaenda. Bwana udharani na mimi bwana. Hivyo. Nikwambia hata tunaponena kwa lugha. Mtu unapoanza kunena kwa lugha, tunaona kila siku mimi nishinda. Unaangalia unasema, hivi Bwana anasemaje? Siku moja leo unakuja unasema raba mtoni. Lakini kwa siku utanena vizuri. Amen. Lakini kwa sababu unakuja unatoa moto. Kwa hiyo lazima nataka kusema tunapotangaza maombi, njoo kanisani, njoo tuombe. Au utaweza kwenda popote. Useme siwezi kuomba, Mungu hajali hicho. Mungu hatusikii kwa sababu maneno yetu mengi hapana. Wewe kitendo cha kuja tu kanisani, Mungu anakupa thawabu. Jina Bwana libarikiwe sana. Bwana sasa kuna umuhimu sana kwa sisi kuomba. Nataka tumeeleke kwamba ili ukue kiroho lazima na wewe uwe na wenzako. Lazima na wewe njoo kwenye maombi. Tunapotangaza. Kama ni kwaya imetangaza, nenda. Kama ni wapi imetangaza, nenda kwenye maombi. Kwa lazima ili kanisa, ili mimi nachozungumzia kama nisikize. Mungu aliponipa mwezi wa mwaka huu, mwaka wa utukufu, alisema kwamba utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkubwa. Picha hiyo inakuja kwangu. Achana kuna mambo mengi tumeweka pale. Tumeweka kung'aa, tumeweka sikufanya, lakini kilichopo kichwa changu ni kwamba utukufu wa Mungu. Kama tunamwamini nafsi ninaposogea navyoomba, ule utukufu wa Mungu ndio unakuwa ndani mwako. Ile nguvu ya Mungu inakuwa ndani mwako. Tunapokutana pamoja mahali hapa, kila mtu amejaa nguvu za Mungu. Tunapokutana mahali hapa, ule utukufu wa Mungu unaonekana. Ule uwepo wa Mungu unaonekana. Wakati mwingine tushindwa hata kuhubiri, kwenye kusifu tu, ule uwepo wa Mungu unakuwepo. Wale ambao ni mawe ya mtoni wanakutana na nguvu za Mungu. Mapepo hapo yatatoka, magonjwa hapo yatapona. Mungu atatikia watu nguvu tunapokuja pamoja. Kama kila mmoja atakuwa naomba, tukaunganisha pamoja. Ndio atakuwa ndio utukufu ambao utakuwa. Uponyaji utatokea, kila kitu kitatokea. Lakini haiwezekani kama tutaomba. Kwa hatuwezi kuondoa maombi ndani ya kanisa. Hiyo ni muhimu sana. Kama tunapoomba basi njoo tumtafute Mungu pamoja. Mstari wetu uliokuwa tunasimamia, nitasema kwa haraka tu na kurudisha nyuma kidogo. Mathayo 18:19. Asatema na waambia kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba watafanyiwa na Baba yangu wa mbinguni. Huo ndio mstari ambao tunasimamia. Kama watakapopatana kwa jambo lolote watafanyiwa. Kwa na sisi kama kanisa tunapatana, tumekubaliana kwamba jamani tuje tuombe, tumtafute Mungu pamoja. Kwa hiyo italeta mabadiliko. Kama usema kwenye kwaya watu waombe. Kama usema familia watu waombe nyumbani, wewe na familia yako omba. Tukwambia sasa mtu wangu tumeanza sasa hivi mchakato kwamba mimi na yeye tukutane tuombee watoto wetu. Sio mpaka uone watoto wameanza kuvuta bangi. Sio mpaka uone kitu kimeharibika. Sio mpaka uone ndoa sasa mnapigana ngumi. Anza kuomba sasa hivi. Pamoja mnaomba. Sasa nizungumza mengi, lakini maombi ya kwako binafsi hapo omba. Na tunapokuja kwa maombi ya pamoja, naomba nisikilize. Maombi haya pamoja, maombi ya mapatano ni maombi ya kwa ajili ya kuombea wengine. Sio wewe. Yaani unaombea watu wengine. Tunaombea taifa, tunaombea kanisa, tunaombea mchungaji, tunaombea watu waokoke. Kwa hiyo ni maombi ambayo sio ya ubinafsi. Kama unaombea watu wengine. Na watu haya
wanapoomba waombe kwa ajili yao wenyewe, waombe wapate magari. Lakini nitaweza kuona baraka zinapatikana wewe unapoombea watu wengine. Nishakwambia nilipokuwa najifunza kuomba, nilikuwa natamani sana niweze kuomba angalau misali moja. Nitamani sana kipindi hicho naokoka. Lakini mapendo ilikuwa ngumu. Niliweka kasema nikitaka kujua nitakuwa na saa, nitaangalia kama nimeomba muda gani. Niliomba, nikaomba, mwisho wa siku kuangalia saa, nimeomba dakika 15. Nikakata tamaa kabisa. Lakini sasa hivi naweza kuomba hata masaa 3, hata masaa 12. Lakini ilianza taratibu. Nataka Mungu kwenye maombi haya anyanyue watu kutoka kwenye maombi ya pamoja kwenda kwenye maombi yako binafsi, kutoka kwenye maombi yako binafsi tutakuja pamoja, tutaunganisha nguvu. Kigongo itasarenda, kigongo itaachia kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Nasema tena haleluya. Mungu akusaidie uweze kuomba. Lakini tuangalie sasa baraka, tuangalia baraka zinapatikana, tuangalia 3. Ya kwanza nilisema Mungu anaingilia kati. Na sitahubiri muda mrefu sana. Mungu anaingilia kati. Unapoomba ile Matendo ya Mitume tuliangalia 12 mstari wa 7 na wa 9. Kanisa lilipoomba kwa ajili ya Petro, Mungu akatuma malaika. Nilikwambia kwamba kuna wakati unaweza kuomba mwenyewe, lakini kuna wakati labda unaumwa, kuna wakati labda unapitia shida huwezi kuomba, wengine wanakuombea wewe. Ndio maana nguvu, baraka, Mungu anaingilia kati. Kanisa linapoomba labda kwa ajili ya taifa. Sasa tunaona kwamba nchi yetu hakuna mvua, kanisa linatakiwa kulisimama kuomba. Tulipoona hakuna amani, kanisa lisimama likaomba. Kwa hiyo Mungu anaingilia kati. Na Mathayo 12 mstari wa 2 utaona. Lakini jambo la pili tuangalia milango iliyofungwa inafunguka yenyewe. Mathayo 12 mstari wa 10. Tunapoomba milango iliyofungwa inafunguka. Petro aliyekuwa gerezani, hakuna mtu aliyeenda kufungua zile pini. Hakuna mtu aliyeenda kufungua ile gereza. Lakini maombi yanapigwa huko. Angalia nguvu ya maombi yanapigwa huko. Milango inafunguka. Ndio nasema hata tuliomba siku hapa, ninafikiri jana, kama watu wapate kazi, watu wapate ajira, watu wainuliwe. Sasa usione milango inafunguka ukafikiri ni wewe. Ni maombi ambayo tunaomba hapa ndio inasababisha milango yako ya uchumi ifunguke. Ndio inasababisha milango ya baraka ifunguke kwenye maisha yako. Ndio inasababisha. Kwa hiyo ndio maana usipuuze kuomba pamoja. Sema amina kwa nguvu Bwana. Sema kwa amina kwa nguvu. Sio kawaida, hakuna kinachotokea. Sisi hatuna uchawi mwingine. Sisi hatuna irizi. Sisi hatuna chochote. Ya kwetu ni maombi. Tunalia kwa ajili ya familia, tunalia kwa ajili ya watoto, lakini unataka kuja na una mtoto. Hautaki kuja na una mume. Hautaki kuja na una mke. Una wazazi. Lazima tuombe. Kwa hiyo Mungu anafungua milango. Watu wanapoomba, milango inafunguka. Milango ya uchumi inafunguka. Milango ya kazi inafunguka. Milango ya kupandishwa cheo. Na tunaombea hapa, sio kama inatokea ni mradi. Tunaomba hapa, tunaomba inatokea. Haitokei tu. Usione vinaelea, vimeundwa. Unapoona mambo yanatokea, kuna watu wanaomba. Kuna makanisa yanayofahamu wana maombi masaa 24. Mnaandaa vizuri? Masaa ngapi jamani? Masaa ngapi jamani? 24 wanapishana. Watu wanaomba. Mchungaji anapohubiri hapa sasa hivi, kuna watu wanaomba. Sasa usifikirie ni rahisi tu. Kuna watu wanaomba ili milango yako ifunguke. Mchungaji apate mafunuo, achie upako. Wewe una kazi ya kufanya. Una kazi ya kuomba kwa ajili ya mchungaji. Haleluya sana. Kama milango ifunguke, lazima tuombe. Mapepo yaachie. Katika eneo ambalo tuliomba hapa Kimao au popote ulipo ni maombi. Jambo barikiwe sana. Jambo barikiwe sana. Amen. Lakini nikasema pia baraka nyingine, Mungu anajibu maombi. Mnapoomba. Sijaandika ile andiko, lakini kwenye ile Mambo ya Nyakati wa kwanza 7:8. Asaikiwa watu wangu wanaoitwa kwa jina langu watanyenyekesha na kuacha njia zao mbaya na kuomba, asema Mungu utasikia
kati yao. Kwa hiyo sio mtu mmoja, watu wa Mungu wakaitwa. Tukitaka uamsho utokee, ni watu waombe. Uamsho utokea Uganda wakati Idi Amin alikuwa anatesa kanisa. Nilikutana na mtu mmoja alikuwa kipindi hicho. Anasema watu walikuwa wanakimbia, wanaingia kwenye mapori. Ukisikia utasikia watu wanaomba. Ndio mimi naomba kwa jina la Yesu. Bwana liende kanisa la Tanzania. Bwana liende kanisa la Maranatha. Bwana karudi kule mwanzoni kwenye maombi, wanalia, wanaomba, wanaosikia. Haleluya. Huko Majichumbi tusikie. Huko kwa Misuli tusikie. Msasani tusikie. Watu wanaomba, wanamtafuta Mungu. Mtao utabaki jinsi ulivyo. Haiwezekani. Haiwezekani. Na hakuna shortcut. Hakuna shortcut. Tukitaka kuona nguvu za Mungu, tukitaka kuona milango ya kufunguka, Mungu anajibu ombi, lazima tuombe. Yakobo anasema ampati, sio kwa sababu ni hamjaomba, kwa lazima tuombe. Haleluya. Andika pale, tuliangalia Mathayo Mitume 12:11 na 14. Tunaona Mungu alifanya kitu. Esther 7:10, Mungu alifanya kitu. Mungu alijibu alichokuwa na kiomba. Lakini jambo la 4, Mungu anawafedhesha adui zako. Tunapoomba, hebu nisomee pale kwenye Esther 6:12 mpaka 13. Mama Tari, nisomee kwa haraka. Sasa Mungu anafedhesha, yaani tisho maombi. Akasema siku 3 hakuna kula, maombi ya mapatano. Mungu aliwafedhesha maadui. Hebu soma pale. 6:12. Inasema Haman akawasimulia Zereshi mkewe na rafiki zake wote kila neno lililompata. Kisha watu wake wenye hekima na Zereshi mkewe wakamwambia, ikiwa huyo Mordekai ambaye ameanza kuanguka mbele yake ni wa uzao wa Wayahudi, wewe hutamweza, bali kuanguka utaanguka mbele yake. Amen. Na Mathayo Mitume 12:23, utaanguka. Kwani waliomba, sio kwa sababu nyingine ile. Waliomba kwa Mungu wao na Mungu aliwafedhesha maadui zao. Matendo ya Mitume 12:23. Mara malaika wa Bwana akampiga kwa sababu hakumpa Mungu tukufu. Akaliwa na chango, akatokwa na roho. Amen. Mungu anawafedhesha na kuwashirikia adui zao. Ila Bwana bariki sana. Haleluya. Mungu anawafedhesha adui zao. Jina Bwana bariki sana. Andika tena, Mungu anawashirikia maadui. Hiyo ndio kwa tutaka tusome hapa. Anawashirikia maadui. Ile ya Mungu anawafedhesha ni Esther 7:10. Wakafedheka. Lakini Mungu anawashirikia. Tunapoomba atuombe tu hivi, Mungu anashirikia. Hata tuna Mungu alimuua Herode. Takuona hapa pia Mungu alimuondoa Hamani. Kwa sababu kanisa liliomba. Kadiri Herode anakutesa, anakusumbua, kama ni magonjwa, kama ni madeni, kama ni chochote, tunapoomba hao adui wanashirikiwa katika jina la Yesu. Hao adui wanaachia. Kwa hiyo maana lazima tuombe. Ili unapokuja sasa kushirikia na kuombea kama ibada ya maombi na maombezi, utaona miujiza inatokea. Kwa nini? Kuna watu walikuwa wanaomba. Kanisa la kwanza kwenye kitabu cha Mathayo Mitume 2:42 walidumu katika fundisho la mitume, wakadumu katika kusali. Ukiangalia pale miujiza kupita kaida ilitokea. Tukitaka utukufu urudi kanisani, lazima tuombe. Tukitaka tumuone Mungu, lazima tuombe. Na nataka kusema kuomba sio rahisi. Kuomba yaani ni swala la kutengeneza. Unatoka utukufu mmoja kwenda utukufu mwingine. Kama tunaamua tunakutana, wewe njoo, hata mmoja kuomba umo. Mimi naambia watu, hatuwafundishi watu kuomba kwa kuwafundisha namna hii. Tunafundisha watu kuomba kwa kuja na kuanza kuomba kama ni risali moja. Tunaomba naona shangaa. Mnaanza kuomba risali moja, mnaanza kuomba masaa mawili. Tunakuja kuomba, tunajifunzia maombi kwenye maombi. Haleluya sana. Sema amina. Amen. Kwa Mungu anawashirikia maadui. Tukitaka Mungu ashirikie maadui, tuje kwenye maombi. Haleluya. Jambo la 6, baraka inayopatikana watu wanapoomba pamoja, neno la Mungu liendelea mbele kwa nguvu. Neno la Mungu
naendelea mbele kwa nguvu. Ukisoma Matendo ya Mitume 12:20 inasema neno la Bwana likazidi kuenea. Tunataka tuone watu wakiokoka, na baada ya maombi haya tuna mkakati wa kwenda mtaa kwa mtaa. Halo, niangalie vizuri. Niangalie. Safari mwambie wenzako kufunga mkanda. Mshike mkono mwambie funga mkanda. Hebu simama mwambie mtu mmoja funga mkanda. Safari lazima tufanye kitu. Simama mwambie wenzako funga mkanda. Haleluya. Tunataka tupae. Haleluya sana. Haleluya sana. Mwambie wenzako kitu cha kilipia, mwambie simama, nataka kusimama, nataka kunyang'anya kitu changu. Kitu sio cha kwako. Haleluya sana. Wangapi wananielewa? Kama unanielewa mpungie mkono namna hii. Haya mahubiri haya lazima uyaelewe. Jina Bwana libarikiwe sana. Kwa neno Mungu likaendelea mbele. Naomba nisikilize. Haitasaidia tukaomba tu tukaacha, lakini sasa tukishaomba alafu tukaenda huko mtaani, tutashangaa watu wanaokoka. Hawaokoki kwa sababu wanataka, wanaokoka kwa sababu tumeomba. Neno la Mungu likaendelea, shetani anapinga neno la Mungu lisiendelee, wachawi wanapinga neno la Mungu lisiendelee, lakini maombi yanaondoa vile vipingamizi. Anasema Mungu wa dunia hii kaogofusha wasielewe. Kuna watu watakwambia habari za kuokoka, wanakushangaa. Sasa kuokoka wanakufanyaje? Hawaelewi. Wanaona wanapoteza muda, lakini maombi ndio yatakayosababisha wao waone umuhimu wa kuokoka. Maombi ya pamoja tunapokuja kanisani, kwa ndio maana nasisitiza kwamba ili tukitaka matokeo hakuna shortcut. Lazima tu. Sasa wao unayekataa kuja ndio unatuletea shida. Sasa naomba niseme hata wasiwe mtandao. Kutangaza maombi ya siku 21 sio fashion. Halo? Mnanipata vizuri jamani? Sio fashion kwamba kanisa hili linafunga siku 21, unasema tuwakomeshe kabisa. La kwetu siku 30. La kwetu labda siku 100 na ngapi. Tunataka ni matokeo. Kwamba tunakuja tunamwomba Mungu tuone injili kienda mbele. Wainjilisti wakienda huko watu waokoke, mapepo yatoke. Mnakumbuka kuna Petro walipoenda sabini, walipotumwa, waliporudi wamwambia mzee, hii kitu inalipa mzee, hii kitu. Yaani tumeona mapepo yanatutii. Yaani walifurahia. Unataka nini? Tunapoenda huko mtaani, hata kazini kwako, popote unapohubiri injili, lazima utoe matokeo. Neno la Mungu liende, watu wakubali kuhubiri. Naomba nikwambie kitu kimoja. Sisi kama kanisa la Bwana, achana na Maranatha. Naomba nisikilize kama ulikuwa hujui. Kama ingekuwa hatuna kazi ya kufanya, tungeokoka tukafa, tukaenda mbinguni. Ndio maana mtu ambaye anamtambua Mungu vizuri haumtishii na kifo. Kwa sababu anapokufa anaenda kukaa na Bwana. Sasa mtu anaanza hapo, mwingine hajaolewa. Anasema mimi sijaolewa, nitakufanya. Sijaoa, sijajenga. Hayo sawa. Lakini kwamba tuko hapa ili watu waokoke, ili watu waende mbinguni. Neno la Mungu liende kimomo kwa Mungu wote katika jina la Yesu. Ikaendelea neno. Mitume wakahubiri kwa ujasiri kwa sababu walikuwa naomba. Sio tu walikaa, waliomba. Kwa pamoja neno la Mungu liendelea. Ukiona liendelea maana yake watu hawaombi. Jambo la 7, kurejeshewa kibali kilichopotea. Tunapoomba pamoja, unakaa unaombea Mungu okoa, Mungu saidia Tanzania, Mungu fanya hivi, au potezi muda. Esther yeye alikuwa naomba tu. Alisema watu wafunge kwa ajili ya taifa. Akaomba kwa ajili ya taifa. Lakini alipokuwa anafunga, wanaombea taifa, Mungu akashughulikia ndoa yake. Haleluya. Nasema Mungu ashughulikie ndoa yako, ashughulikie watoto wako. Pokea kibali kazini, pokea kibali nyumbani, pokea kibali kwenye biashara yako. Kwa jina la Yesu. Sema amina tena. Niachie hicho kibali, pokea kibali kwa jina la Yesu. Anapoomba, kibali kikatokeza.
Ukisoma pale kwenye Esta sura ya 5 mstari wa 2, hasa ikawa mfalme alipomwona Malkia Esta amesimama uani mwake, yeye akapata kibali machoni pake, naye mfalme akamnyoshea Esta fimbo ya dhahabu aliyokuwa nayo mkononi. Basi Esta akakaribia akaigusa ncha ya fimbo. Na mimi natabiri kwa jina la Yesu, unyoshewe ncha ya fimbo kila unapoenda, kibali cha Bwana kiwe juu yako. Unapotoka kwenye Ng'ombe 21, kibali cha Bwana kiwe juu yako, kiwe juu yako, kiwe juu ya watoto wako, kibali cha Bwana pokea kwa jina la Yesu. Lakini hichi au uombee hiyo, unaombea taifa, unaombea mchungaji, lakini kibali kinakoja kwa sababu nao ulikuwa unaomba. Mungu anaangalia mambo yako, unapoangalia wengine, Mungu anaangalia ya kwako, anaachilia kibali kama kwa Esta. Wanasema wataalamu wa Biblia, Esta alipokuwa anaenda kwa mfalme, amri ya mfalme ilikuwa ni kali. Ndio maana Esta alisema kama kuangamia, acha niangamie, kama ni kufa, acha nife. Lakini kaingia kinywa cha mfalme. Kwa Esta akamwambia watu, fungeni mapatano, nami nafunga na wajakazi wangu tunafunga. Kwa Esta anategemea maombi ya wale wanaomwombea. Anasema alikuwa anatembea, Esta anatembea, anatetemeka. Anasema kama Afrika alikuwa na wasaidizi wake, anazimia, ananyanyuka tena. Haikuwa rahisi, anategemea maombi ya wale wanaomwombea. Wewe biashara yako, ndoa yako, afya yako inategemea kiwango cha maombi. Tunaomba mahali hapa, unashangaa unanyanyuka, unashangaa unanyanyuliwa cheo, unashangaa unapata mtaji, unashangaa watoto wanafaulu, unashangaa mambo yanatokea. Lakini kwa sababu watu walikuwa wanaomba na hao walikuwa yaombei, imaruporopo ya kuomba pamoja, kibali kinaachiliwa. Na ninasema kwa jina la Yesu, hapa Maranatha, kibali kinaachiliwa, 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 kinaachiliwa. Tunatuomba bure. Haleluya. Nasema tena haleluya. Pokea Maria maomba. Jiachilie kwa Bwana, kwa maana kuna kibali kinaachiliwa. Usiende kusasa basi ombe mahitaji yako. Esta aliomba, lengo kubwa lilikuwa ni taifa, lakini kibali kikatokea. Nataka uangalie. Kwanza mbona someka lakini hujaona vizuri. Lakini jambo la 8, kurejeshewa haki na heshima iliyopotea na kumiliki malango ya adui zako. Na tusema ni mwaka wa utukufu, mwaka wa kuheshimishwa. Mordekai alitakiwa apandishwe cheo, lakini haikufanyika hivyo. Walipokuwa wanaomba taifa, ndipo muujiza ukafanyika. Ukisoma pale kwenye Esta sura ya 6 mstari wa 2 na 11, nasoma mwenyewe. Na Esta sura ya 8 18, Esta 9 mstari wa 4, utaona yaliyotokea. Nataka kuonesha Mordekai alikuwa aombei apandishwe cheo. Alikuwa aombei. Yeye anaomba kwamba Wayahudi wasiuawe. Tunaombea taifa, tunaombea amani, tunaombea ukame usiokuwa, lakini unashangaa unapandishwa cheo. Heshima inakuja kwako. Kwa nini? Ulikuwa naomba kwenye maombi. Jambo la 9, kulishoma mamlaka iliyoporwa na adui. Esta sura ya 8 mstari wa 2. Basi mfalme akaivua ile pete yake aliyompokonya Amani, akampa Mordekai, na Esta akamweka Mordekai kuwa juu ya mlango wa Amani. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anaomba kwa ajili ya taifa lake na Mungu akamsaidia. Kurejesha furaha na ushindi. Jambo lingine, kurejesha furaha na ushindi. Esta alipokea ushindi. Wayahudi walipokea ushindi walipoingia kwenye maombi. Lakini kutanguliwa kwa mabaya yote yaliyokusudiwa na adui. Esta 8 mstari wa 5. Esta 8 mstari wa 5 na Matendo ya Mitume 12:11. Kanisa lilipoomba kwa ajili ya Petro, alikuwa yuko gerezani na Petro alikuwa afe, lakini kwa sababu ya maombi ya kanisa yale yalitanguliwa, yale mabaya. Wayahudi walikuwa wauawe wote kwa yale maombi waliyoomba. Ndio malengo yao. Ndio maana maombi lazima na malengo. Mungu alifanya kitu. Mungu aliwasaidia. Haleluya. Ndio nasema kuomba, tegemea yale yaliyopangwa na adui. Labda ulipangiwa ufe au utakufa
Labda watoto wako walipangiwa mabaya, hayatatokea kwa jina la Yesu. Lakini unaombea kanisa. Haleluya. Sema amina tena. Mungu akakurejeshea na akakusaidia. Baba barikiwe sana. Kwa hiyo tunapokuja pamoja atupoteze. Tunapoomba pamoja atupoteze. Unapoombea kanisa, unapoombea taifa haupotezi. Kwa hiyo njoo tuombe. Popote pale ulipo, maombi ya kitangazo, unaombea watu wengine, Mungu na wewe anashughulika na mambo yako. Haleluya. Napomalizia nikuambia kitu kimoja. Unaposikia unapopitia changamoto ya ndoa, usianze kuombea ndoa yako. Anza kuombea ndoa za watu wengine. Unapopitia changamoto ya afya, anza kuombea watu wengine wenye changamoto ya afya. Changamoto ya uchumi, anza kuombea. Na yeye Mungu atainua watu ataomba kwa ajili yako. Ombea watoto wa wengine. Mungu atainua watu wengine kuombea watoto wako. Kwa hiyo haya ni maombi kama intercession prayer. Tunaomba kwa ajili ya watu wengine. Maombi ya mapatano. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Basi wao tunaposimama, naomba watu wachache wa praise tusogea hapa mbele. Tutaendelea sasa kuingia kwenye maombi. Kipengele cha kuomba sasa. Ya Bwana libarikiwe sana. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliopondeka utadara, kiu yangu ni haja yangu nifanane na. Haleluya. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliopondeka utadara, kiu yangu ni haja yangu ni